Mfalme mmoja ilikuwa imekaribia kifo chake, na mtu ikiwa amekaribia kufa pia anahisi kwamba mimi saa hii naondoka. Akamuita amiri jeshi, akamwambia, naomba utekeleze mambo matatu nikifa haraka iwezekanavyo. Jambo la kwanza, hakikisha watakaobeba janaza langu ni wale waliokuwa ni madaktari wangu. Madaktari wangu ndio wabebe janaza. Jambo la pili, hakikisha sehemu niliyokufa hadi kaburini zipangwe barabarani almasi, dhahabu na fedha, kila mmoja azione. Kitu cha tatu, mkinikafini wacheni mkono wangu wazi, kila mmoja akiona ninavyopelekwa aone mkono wangu uko wazi. Yule amiri jeshi akasema, tutatekeleza, lakini naomba nijue kwa nini umeniamrisha nitekeleze mambo matatu hayo. Akamwambia, kwa sababu nilikuwa na madaktari wengi wanaoweza kunitibu, lakini kifo kikija, ule ugonjwa aliokutibu nao daktari ndio ugonjwa utakaokufa nao daktari. Kifo kikija, daktari hazii chochote. Ndo maana nimetaka daktari wangu ndo wabebe janaza langu. Na pili, ikusanywe dhahabu na almasi na lulu kutokea pale nimekufa mpaka kaburini, ili niwape funzo watu kwamba maisha yangu yote nimeenda nikikusanya vitu hivi, nikijua hivi ndo vitu vya thamani katika maisha yangu, lakini leo napelekwa kaburini. Kitu cha thamani kitakachonisaidia ni amali yangu njema huko kaburini. Jambo la tatu, mkono wangu ulivyoingia haujamiliki kitu, na leo unaingia haujamiliki kitu hali kadhalika. Kwa hiyo ndugu zangu, kitu kitakachobaki na wewe ni amali yako unayoifanya wewe, na ishi utakavyoishi, lakini mwisho lazima utaondoka.